tunaenda kupitia kwenye Microsoft Word, ambapo hii ni program ambayo inatumika kwa ajili ya kuandika text based document. Document nyingi ambazo tunaziona tunazitumia nyingi zinakuwa kwenye Word, lakini zinakonvertiwa kwenda kwenye PDF. Ukifungua Word inaonekana kama huu hapa, ambapo kuna feature mbalimbali ambazo unaweza kuziangalia. Lakini cha kwanza ukifungua tu hiyo document, hata kama tukifungua nyingine, tunaanzia kwenye home, ambapo hadi hapo tumeshajua home ni nyumbani, ambapo feature nyingi ndio zinakuwa zinatumika. Editing nyingi tunazifanya mara nyingi kwenye home. Sasa kuna vitu vya msingi ambavyo nataka uvijue. Kuna hizi tabu ambazo nataka uvijue, kuanzia file, home, search, draw, design, layout, differences, mailing, review na help. Nataka ujue kwamba hii ipi inatumika kufanya nini. Lakini pia kuna hizi nataka uzijue. Lakini pia kuna hii hapa page nataka ujue. Lakini pia kuna layout hizi hapa nataka ujue. Kuna hii hapa zoom nataka ujue. Tukianza na cha kwanza, kwenye file, huwa ni tab ambayo inatumika kusave file, kufungua document mpya, kushare, kuprint na kuexport na vingine. Kwa hiyo mwalimu anaweza kukuuliza, nikitaka kusave file nitaenda kwenye tab gani? Kwa hiyo utamwambia ni tab ya file. Lakini kuna home. Home hii nitaizungumzia mwishoni kwa sababu ndio kila kitu tunakifanyia hapa. Lakini kuna tab ya insert. Hii insert tunatumika kwa ajili ya kuinsert hizo table, picture, shape, CD models, smart art, chart, screenshot na vingine vyote ambavyo kama unavyoviona. Kwa hiyo mara nyingi unaweza kuuliza kuinsert equation au symbol, unatumia tab gani, ambapo jibu ni kwamba tunatumia tab ya insert. Picture, shapes zote zinatumia kwenye tab ya insert. Lakini kuna draw. Hii draw mara nyingi hatuitumii. Lakini kuna design. Hii design cha muhimu ni kwamba tunaweza tukaweka watermark, page color au page border. Maana yake tukiwa tunaandika Word, ukiona kuna watermark au kuna maneno fulani hivi yanatumika nyuma kama kuonyesha, hata mara nyingi kwenye security ndio tunaweka watermark. Lakini pia kuna kubadilisha rangi ya page. Karatasi yetu itakuwa na, ukiona karatasi na page nyingine tofauti na ile nyeupe, wanabadilishia kupitia hapa. Lakini pia kuna sehemu ya border. Hii sehemu ya border inatumika kwa ajili ya kutengeneza mistari, doti au kitu chochote ambacho kitazunguka paragraph au ni document nzima. Mfano ukiona gazeti mnaweka kwenye cover page, hizo zote zinapatikana kwenye border, ambao zote hizo ziko ndani ya design. Maana yake vitu vya msingi sana hapa, kuna hizo watermark, page color na page border. Lakini kwenye layout, ni tabu ambayo inatumika mara nyingi sana kuhusika na mambo ya size na mpangilio wa dokumenti yetu. Naweza nikakuja hapa kwanza nitoe border. Kwenye layout maana yake kitu cha msingi kuna margin. Ni kama kile ambacho alisema mwalimu kwenye ile assignment ya kwanza ya Word. Margin huwa tunazungumzia hichi ambacho kinabaki nje. Maana yake nitakapoandika ni zile white space ambazo zitabaki juu, kulia na chini. Kwa mfano kama nikitengeneza random text hivi, unaweza kuona kwamba huku kuna weupe, huku kuna weupe na huku kuna weupe. Maana yake margin, nikiweka margin ndio itaweza kuchagua kama document yangu itaacha white space gani au negative space tunaziita kwa wakati mwingine. By default wao kwenye normal, na hii unit iliyotumika ni inch. Lakini hizi unaweza kuzibadilisha kupitia kwenye file afu ukaenda option, lakini hilo ni for advanced. Kuna orientation. Orientation ni mkao wa document. Portrait ni kusimama, landscape ni kulala. Mara nyingi unaona kama unaandika table ndefu unaweza kutumia hii landscape orientation ambayo ni kama hiyo. Lakini pia kuna size ya document. Mara nyingi by default huwa ni letter. Lakini mara nyingi ukitakuwa advanced penda kutumia A4. A4 maana yake ni document ambayo ni karatasi sawa na ukubwa wa paper.
Lakini pia kuna column. Column ni pale ambapo unataka kuandika zaidi ya line moja. Tunarudisha kwanza kwenye portrait. Column hizi maana yake naweza nikiweka mbili utaona kama inavyokuwa hivi. Lakini kuna break. Hizi breaking zinatumika mara nyingi kwa ajili ya kutenganisha page. Zinatumika kwa ajili ya kutenganisha page. Kwa unaandika document moja lakini ina part zaidi ya moja. Kutoka part moja kwenda part nyingine tunatumia break page. Maana section mfano tunaweza tukachukua unaandika labda cover page. Hiyo ni section inajitegemea. Hii inakusaidia kwenye ku manage page number. Maana ukisha break section, maana yake nitakachokiandika chini hata kama nikiweka page number haitaendana na ile ya juu. Haitaendana na section nyingine. Hii inatumika sana kwa mara nyingi kwa watu wanaoandika document kubwa au kwenye zile project. Lakini hiyo sio darasa letu. Cha msingi tu ujue ku break tu. Unapoandika introduction ni mwa document kama hii. Nenda break page ambapo utaona itaenda kwenye fresh page hata kama katikati hakuna maneno mengine. Maana yake hii itakuwa inaitwa nini? Ndio itakuwa ume break page. Lakini unaweza kutumia pia shortcut control enter. Hii inakusaidia hata kama ukija kuandika introduction hapa ikawa na maneno hayajajaa page nzima, ila mwalimu alisema utenganishe main body na nini na kingine, utaandika hapo afu utaenda tena control enter ambapo utaona introduction itakaa na maneno yake, lakini hayataungana na part nyingine. Ukienda tena huko labda nikaandika main body. Kwa hiyo ndio ambacho kinafanyika. Mara nyingi inapatikana kwenye PC. Ukienda kwenye WPS itaidai tu umelipia ndio utaweza kufanya hizo click ya page. Kuna indentation kwamba haya yaanzie inchi ngapi kutoka kushoto, lakini kulia pia iache ngapi. Lakini kuna space before paragraph na kuna space after paragraph. Okay, hicho ni kingine cha muhimu. Kwenye reference kitu ambacho ni cha muhimu ni table of content tuna insert kupitia reference, lakini citation tuna insert kupitia reference. Hizo footnote na endnote tuna insert pia kupitia reference. Kwa wale ambao huwa mnaandika zile assignment mnaambiwa mtumie footnote au endnote. Copy nenda kwenye tab ya reference, set endnote au kama ni footnote. Lakini pia kuinsert caption kwenye picha, yale maneno ambayo yanakuwa chini ya picha, au kwenye table ambayo utakusaidia kuja kuweka list of figure na list of table, na tunatumia insert caption. Lakini pia kwenye mailing mara nyingi tunatumia hii kama unataka kutuma email au document kuituma kwa watu wengi kwa wakati mmoja. Okay, leo ni complicated subject, lakini unajua tu kwamba tab ya mail ina vitu kama hivi. Lakini pia kuna tab ya review. Tab ya review mara nyingi tunaitumia kuangalia spelling na grammar, lakini kuhesabu maneno, kutranslate document yetu, kubadilisha lugha. Lakini pia kuna comments kama zile zilizokuwepo kwenye assignment tunazipata kwenye tab ya review. Maana yake ukiweka comments inakuja kwa upande wa kulia. Lakini pia unaweza ka accept changes kama kuna mtu alikupa maelekezo akakuandikia comments kwenye document yako, lakini unaweza ka reject na document yako ikabaki. Lakini pia ndio sema ambao tunaweza tuka restrict editing. Maana hapa kwenye tab ya review kama unahitaji kuandika document ambayo unahitaji mtu mwingine aiedit, labda mpaka atengeneze copy yake, unaenda hapa kwenye restrict edit. Maana itamzuia kufanya editing yoyote. Lakini hii inatusaidia ku organize au kupangilia muonekano wa document yetu, ambao mfano kuna hizo read mode, print mode, web layout, kuna hizo vertical na side to view. Lakini pia unaweza kuweka ruler kwenye document yako na ukaweka hizo grid line. Ruler ni kama unazoona mimi nimeweka huko juu, zinasaidia kujua margin vizuri au kuorganize margin. Lakini pia kuna navigation pen, page panel ambayo inakuwa kama hapa. Okay, huwa vikae muda wote. Lakini pia unaweza zoom ambayo ndo kama hapo utakao set kwamba una set zoom size ipi. Lakini pia kama unataka mfano umefungua document ya, lakini unaona document yako inaonyesha page nyingi kwenye view moja, kwenye screen moja, setting yake inapatikana kwenye hizi hapa, unaweka kwenye one page per view. Okay, tunaachana na huko, tunarudi sasa kwenye kitu cha msingi. Kwenye home ndio sehemu ambapo kuna maswali mengi sana. Kwanza tunaanza ile hivi ya chini kwa sababu ni vyepesi. Page, kuna sehemu ambayo inaandikwa page. Hii hakikisha unaijua. Kama document yako itakuwa na page 10, basi page hapa
lazima ionyeshwe. Cha kwanza huwa ni current page na cha mwisho huwa ni last page. Maana kama unavyoona hapa, hii ni 1 of 1 kwa sababu na document moja. Lakini mfano nikija hapa nikatengeneza random text, mfano nimetengeneza maneno, lakini usahau kule tuliweka tu column, kwa tunarudisha 1. Nikiangalia hapa document yangu sasa hivi imechange page ambayo imekuwa na page 5 na current page niliyopo ni kurasa ya 5. Maana unaweza kukuta haja kuonyesha huku kwa kupitia page number, lakini huko ndo unatakiwa ujue kwamba yuko kwenye current page ipi na jumla ziko page ngapi. Kwa unaweza kukuta hapa ni page ya 3, yuko kwenye page ya 3, lakini hii haibadilishi total pages. Lakini pia kuna idadi ya maneno naona imebadilika. Hii huwa itategemea na ukubwa wa document. Kama ni paragraph chache au ni paragraph nyingi, hapa ndo utaweza kujua kwamba kuna maneno mangapi kwenye document yako. Lakini pia hizi hapa view ni kitu cha msingi sana. Sisi inakusaidia kuweza kuview document yako kwenye mfumo au style ambao unahitaji. Ya kwanza kuna read mode. Read mode ni kwa ajili ya kusoma. Maana itakuwa inaonekana hivi. Maana utakwenda page nyingine utakuwa unaenda hapa, utakuwa unapitia hapa kulia. Utakuwa unapitia hapa kulia. Lakini print view ni view ambayo tunaitumia azifu utakavyo print document yako itakavyokuwa. Ndio maana inaitwa print view. Maana document yangu unavyoangalia hivi, hata kama nikienda kuprint kwenye karatasi ndio itakavyotoka hivi. Lakini pia kuna web view, maana inaonekana azifu kama maneno yako haya yangewekwa kwenye web ndio atakavyosomeka style hii. Lakini sisi tuna maana tunatumia print view. Hii ni ya kuzoom, kukuza au kupunguza. Okay, tunarudi sasa kwenye home. Tabu au menu za juu kwenye tabu yetu ya home. Sasa ziko kwenye makundi. Ya kwanza kuna clipboard ambapo inahusisha cut, copy na paste. Cut ni control X, copy ni control C, paste ni control V. Cut ni kukitoa kitu kabisa. Mfano kama hapa paragraph nikiselect, nikibonyeza control X maana yake inaondoka kabisa. Lakini kama nikikopi maana yake itabaki, nitainakili tu lakini itabaki na hapo ilipokuwepo. Lakini paste ni kubandika sasa ile maneno ambayo tumeyakopi. Mfano control V, kipaste inakuja hivi. Lakini kwa watu kwa bigani na mara nyingi mnatumia right click kisha paste. Okay, hiyo ni part ya kwanza. Part ya pili au group ya pili ni font. Font inapokuwa na maswali mengi sana, hakikisha unaelewa hii part. Yaani kila kipati ndani ya hii font unataka uelewe. Sasa cha kwanza huwa ni font family au font type au font name. Hapo inaweza kuwa Times New Roman au nyingine kati ya hizi. Ziko nyingi sana. Kwa mwalimu anaweza kuonyesha yoyote. Wewe unataka ujue tu kwamba font name au font family inapatikana wapi. Kingine ni font size au ukubwa wa maneno. Maneno yake yanakuwa kiasi gani? Mfano kama hapa ni 12 pt. Maana size anaweza kutaka kuandika na pt hapa kuchanganya. Ile ni unit ambayo inatumika kwa ajili ya hizi neno ambapo pt maana yake ni points. Lakini B huwa ni bold. Shortcut yake ni control B. I huwa ni italic. Anaweza kuandikia tu neno hapo akakwambia kwamba uchague style iliyotumika. Mfano kama hapa maana utaambia ni italicized. Lakini kama ingekuwa ni kama hii hapa sentence iko unaona nimekolea kwenye B, mwambie iko bold. Lakini pia unaweza kukuta akatumia underline. Kuna subscript, kuna superscript. Lakini pia kuna hizi highlight. Mfano unaweza kukuta iko hivi, iko highlighted hivi. Lakini font color hii ni rangi ya mwandiko. Lakini hii ni change case. Kubadilisha kama unataka iwe herufi kubwa au iwe herufi ndogo au iwe mchanganyiko wa herufi ndogo na kubwa mwanzoni mwa neno, zote zinapatikana kwenye hapa part ambayo inaitwa ni change case. Okay, lakini pia hii inaweza kutumika kwa adjust font. Hii ni kupunguza font. Hivi hapo ndio vitu vya muhimu kwenye font. Hakikisha unajua jina, hakikisha unajua ukubwa, hakikisha unajua bold, italic na underline. At least hivi vingine sio rahisi kuulizwa. Lakini pia tukija part nyingine kwenye paragraph. Kwenye paragraph hakikisha kitu ambacho unakijua
hizi alignment. Cha kwanza hicho, maana yake ukiangalia tu hapa utaona kuna utofauti. Kuna nyingine imekolea na kuna nyingine ipo kawaida. Sasa cha kufanya, unayoona kulia kushoto ndio imenyoka, lakini huku sentence zimeshia katikati, maana yake hiyo ni left. Maana yake kama ungekuta iko highlighted utamwambia iko left aligned, lakini unaweza kukuta mistari yote inalingana, kulia na kushoto ziko the same, maana yake hiyo ni centered. Lakini ukiona kulia ndio ina mstari kumenyoka, lakini kushoto zimeishia njiani, hiyo ni right alignment. Lakini ile ambayo kulia na kushoto haya zinafanana kama unavyoona, maana yake huku uwezo ukatenganisha na huku, hiyo ni justified. Lakini hapa part inatumika kwa ajili ya spacing, anaweza kukuonyesha, lakini hapa spacing unaweka 1.5 kwenye assignment ndio iko hapa. Lakini pia kuna hizi shading, hii inaitwa shading. Mfano unaweza kukuta ameandika paragraph, amefanya hivi, ameweka mfano hivi. Kwa utakacho ulizwa kwamba nini hapa kimetumika. Utofauti wa highlight yenyewe ina kwenye maneno husika. Lakini hii ni kwenye paragraph wise. Maana hata nikija hapa alafu nikabonyeza hii shading, utaona paragraph yote imebadilika, lakini tofauti na highlight ambapo nikibonyeza hapa highlight ita highlight tu sehemu husika. Lakini huko hata kama nikiselect hivi, nikishabonyeza tu hapa, maana hiyo ni shading, inakuwa ni chini ya paragraph yote. Okay, lakini pia kingine hapa kuna hizi indentation. Anaweza kukuambia tu, anaweza kuonyesha tu hivi akakwambia hiki ni nini. Maana hii indent left, indent right. Maana ni kusogeza by space 4. Ukindent right maana ni sana amebonyeza space mara 4. Na mara nyingi inatumika tab kuweka hiyo indentation. Lakini pia kuna bullet kama mlivyozitumia kwenye assignment, zinatumika kwa ajili ya unordered list, yani list ambazo hazina mpangilio maalum. Lakini kuna hizo ordered list au numbering. Hizi hapa numbering zinatumika mara nyingi kama una list vitu ambavyo vina mpangilio maalum kama procedure au hatua ya kitu fulani. Lakini pia kuna hizi hapa ambazo zinatumika kwa ajili ya kama unaandika document ambayo ina section na yani ina vipengele vingi na utategemea kuonyesha kwenye table content, listing hii hapa inatumika. Lakini hizi hapa vinaitwa ni style. Hizi style hizi mara nyingi zinatumika kwenye kuorganize document yako, hasa kwa zile ambazo utahitaji kuweka table of content. Mara nyingi normal ni hizi paragraph tunazoziona, no spacing mara nyingi hatuitumii. Lakini heading 1 ni kama kichwa cha habari, ni kama mfano zile introduction, main body, conclusion, reference, basi ingekuwa na heading 1. Lakini heading 2 ni zile content ambazo zinatumika kwenye labda zile sehemu pati ndogo zile ambazo zinatoka kwa labda kwenye main body ndio inakuja subtopic. Maana ndio kitatumika kwenye utaweka heading 2. Almost mara nyingi hizi haviulizi sana, lakini hizo tunataka ujue ni style. Okay, part nyingine tu hizi hapa find, replace na select. Find ni kutafuta neno kwenye document yako. Una document kubwa ina page nyingi, lakini hujui kwamba hicho kitu kipo part gani. Unaweza tu find au control F, kisha utaikuta hapa. Maana nitakapo search hilo neno, mfano video, itakuonyesha kwamba hilo neno linapatikana wapi. Kama ukishaona linakuja sehemu nyingi, lakini unaweza kaongeza maneno mengine kisha kukamilisha. Kingine ni kureplace. Kureplace ni tunaitumia kubadilisha maneno mengi kwa hata kama neno moja, lakini madhumuni ya hii replace ni pale ambapo unahitaji kubadilisha maneno mengi kwa wakati mmoja. Mfano kwenye document yangu kuna maneno video mengi sana. Kwa hiyo nikitaka kubadilisha sitatumia kwamba kubadilisha moja moja, maana kunawezekana ukasahau. Kitendo maana yake nitakachofanya ni video. Alafu hapa labda nataka video iwe ni audio. Maana yake nitakapobonyeza hivyo hapo nita replace all. Ukiangalia hapa itasema tumebadilisha maneno 32 tofauti na vile ambavyo ungeanza kucopy moja moja. Lakini pia kuna select. Hii select mara nyingi inatumika kwa ni selection panel. Mbona mara nyingi tunatumia kama kuna shape umechora zaidi ya moja, inakusaidia kuangalia na hayo maumbo na kuyagroup kuwa kitu kimoja kama ilivyokuwa kwenye assignment. Kwa naweza nikajaribu nikainsert shape, lakini pia nikainsert shape nyingine.
insert shape nyingine, pia nika insert shape nyingine. Sasa hivi vitu ili niweze kufanya kitu kimoja, ili niweze kufanya kitu kimoja, selection panel itakayonisaidia kuzichagua kwa pamoja. Sasa unaweza kubonyeza huko kwa kubonyeza control, lakini at least huku kama ukishakuwa na vitu zaidi hata ya 10 kuna uwezekano mdogo wa kuviunganisha kwenye hii sehemu. Lakini ukipitia selection panel, maana utaweza kubonyeza hiyo, kubonyeza na hii hapa. Alafu afizeni utaweza kugroup na zimeshakuwa zitakuwa kitu kimoja kama utakavyokuwa unaona. Cha kuzingatia hakikisha unajua sehemu ya font, sehemu ya paragraph, sehemu ya page number, sehemu ya view na hiyo hata ya word count. Lakini pia ujue ukihitaji kuweka picha inatumika tabu gani. Ukitaka kuweka border au kubadilisha rangi, kuweka watermark inatumika tabu gani. Okay, lakini pia tunapitia kwenye baadhi ya shortcut fupi. Mara nyingi shortcut formula ni moja. Mara nyingi yanatumika ni neno control, lakini cha pili inakuwa ni jina la command. Jina la command mara nyingi linakuwa lina uhusiano, ni human language ambayo mtu anaweza kuielewa. Lakini kitu ambacho kinatumika, tunachukua herufi ya mwanzo ya hiyo command. Kuna nyingine ziendane, ni kwa sababu kuna command ambayo ya hivyo hivyo herufi yake imeshatumika, kwa hiyo isijirudia, inatumika tofauti. Mfano, tunaweza tukaanza A. Control A ni kuselect text zote, Ctrl plus A. Ni kama tukiangalia hapa na maneno haya, kuyachagua yote haya ni Control A. Okay, tunaenda command ya pili, Ctrl plus D ni kwa ajili ya kubold. Hatua ya kwanza ni kuchagua unachotaka ukikoleze, alafu unabonyeza hiyo Control D ambapo utaona itakuwa imeshakuwa bolded hii hapa. Lakini pia C, Control C. C ni kifupisho cha copy C. Lakini pia Control D ni kwa ajili ya kuchange font au font properties. Control D ambapo ukibonyeza kama unavyoona hapa inavyotokea. Lakini Control E ni kwa ajili ya kualign center. Control F ni kwa ajili ya kufind. Lakini Control G ni kwa ajili ya kugo to. Ukitaka kugo to au kwenda kwenye sehemu husika. Tunataka niende kwenye page namba 2, go to, nimeshapeleka kwenye page namba 2. Kama unavyoona hapo, maana yake hapa nimeenda go to, nimeenda kwenye page namba 2 kama unavyoona kwenye chart yangu. Lakini pia ukibonyeza Control H ni kwa ajili ya kureplace. Zikalili tu hivyo kwa sababu nikianza kuandika video itakuwa ndefu. Ni Control H. Lakini pia kingine ni Control I, ni kuitalic, ni kuitalize. Control I. Lakini pia baada ya I, J ni kwa ajili ya kujustify. Paragraph ambayo ilikuwa kwenye alignment tofauti iko kwenye center kama hivi hapa. Manake nikibonyeza Control J itakuwa justified, kulia na kushoto itafanana. Lakini pia Control K ni kwa ajili ya kuinsert hyperlink. Lakini pia Control L ni kwa ajili ya kualign left. Lakini pia Control M ni kwa ajili ya kuindent. Control N ni kwa ajili ya kufungua document mpya, maana hapo nimeshafunga document mpya, naifunga. Lakini pia Control O ni kwa ajili ya kuopen existing, ambapo utapeleka kwenye recent file zako na utapewa option ya kuchagua mafiles mengine kwenye document. Lakini pia Control P ni kwa ajili ya kuprint. Control Q document ilivyokuwa awali. Mfano tunaona labda hapa tumeline hivi. Mfano nimenani hivi. Kwa hiyo nikimaliza Control Q ni kama ku undo kile ambacho last action ambazo nimeziperform. Control R ni kwa align right.
Control S ni kusave. Control T ni kufanya kitu ambacho kinaitwa ni hinging. Manake neno linalofuata kwenye paragraph husika linasogea ndani by 0.5 inch, kama ni sentimita ni 1.27. Lakini pia control T, control U ni kuunderline. Select paragraph, control U ni kuunderline. Control V ni kupaste kama tunavyojua. Control W ni kwa ajili ya kuexit au kufunga word. Control X ni cut kama tulivyoona. Control Y ni undo. Control Y ni redo. Control Z ni undo. Maana hapa tunaona ni A mpaka Z. Sasa kuna vitu ambavyo sikuvionyesha hapo mwanzoni. Kuna hizi hapa. Hii hapa icon ni ya kusave. Hii hapa ni undo, kurudia kitendo kilichopita. Redo maana yake ni kugairisha tena kitu ambacho umekifanya. Okay, lakini pia label nyingine unaweza kuziongeza sio za muhimu. Kingine hapo cha muhimu ni kujua ni jina la program yetu na jina la faili. Maana faili langu hapa hili kwa sababu sijalipatia jina jingine, ndio maana by default liko document number 2. Kwa hiyo na imani hapo